Tulia wewe mtoto wa kiume. Sina nini? Zengaika. Hebu subiri basi kwanza ndio ipite hapa. Alafu tutafanya upuuzi wako baadaye, sawa? Huyu naye anajilegeza, tuendelee. Sio hivyo. Mkono wako na wako tofauti. Endelee. Sawa. Mwasiti! Mwasiti! Abe. Njoo mama. Abe. Mimi mwanangu, kuna jambo kila nikilitafakari sipati majibu. Nikikuangalia binti yangu, shepu unayo, sura unayo uliotoka naye kwa mamako. Tena mamako alipokuwa anakuzaa alitulia, kawasikiliza wakunga. Lakini najiuliza mzee Ngaika, mimi nina tatizo gani? Nina kasoro gani? Mwanangu una mkosi gani? Mabinti wote wengine mwanangu hata sura hawana, kama wamekanyaga na kiboko, lakini wanapelekewa barua za posa. Mwanangu wewe, siku zinaenda uko hapa hapa. Unataka uolewe mwanangu ukiwa mashavu yanachoma kunde. Hivi huko katika pita yako mwanangu hamna hata kijana ambaye aliyekuona mkaonana mkaelewana kweli Mwasiti? Baba bwana. Mama. Yupo. Ni yule kwa siku zote ambayo kipindi kile ulinifuma naye kule kama unakumbuka. Yule bwana yule mwenye videvu. Huyo. Sawa, mradi wenyewe mmependana mama. Huu ndio wakati wa kufanya jambo la kuepusha zinaa. Kuna jambo gani linalomfanya yeye awe mzito wa kuja kujitokeza hapa nyumbani? Kuna mashehe kibao. Kuna shehe yule hapa, shehe nani waliopewa ushehe juzi Zomboko, Zomboko huyo hapa. Huyo ambaye nilikuwa namsikia siku anamtangaza. Yule bwana shehe mmoja mzuri sana. Anajua aya za Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nataka niende kwa yule shehe bwana Zomboko. Tunaenda kupanga mpango. Lakini mpango tunaupanga wewe na mimi tunatakiwa liwe letu hili kama kweli unataka ndoa. Ni kweli babangu, mimi sio kama sipendi kuolewa. Napenda leo kesho. Ndio. Ila kinachokuja kuniumiza mimi, yaani nikija kumgusia swala la ndoa babangu. Yaani hilo tu swala la ndoa. Yaani kama nyoka kamwagia mafuta. Yaani mimi mwenyewe inaniuma, marafiki zangu huko kote wanaolewa, peke yangu tu mimi siolewi. Mimi nataka baba hata sasa hivi. Mimi ndio nimechoka kukaa nyumbani. Marafiki zangu wote wanaolewa. Mimi na kasoro gani? Umeona? Si ndio hicho ninachoshangaa mzee Ngaika. Wewe binti mzee Ngaika kweli wa kukaa nyumbani mpaka leo hii. Wengine hawana sura kama amekanyagwa kiboko na wanaolewa. Sasa iko hivi. Mimi naenda kwa Zomboko. Nitaenda kumweleza hili swala. Yule bwana mimi nataka nimpe ndoa ya mkeka. Kama swala la mahali mama mtalipana huko. Lakini swala la kumchezea binti yangu na binti wa pekee ninayokupenda, ili sikubaliani. Wewe cha kufanya, ukinyanyuka hapa siku na wakati wowote ukikutana naye akikwambia bwana njoo mahali fulani nipe information, nimeongea kizungu, yaani unipatie ramani, baba tuko mahali fulani, basi mimi tena mkeka wangu kwa pani, ubani wangu wa shilingi 500 mama, mbio kwa Shehe Zomboko mpaka mlipo. Hata tukifika pale sasa unafaa kama huna mpango wala hujui lolote. Umenielewa mwanangu? Nimekuelewa babangu. Mimi kuhusu hilo. Huyo yani sasa hivi atanitafuta. Yeye anasema kwa sababu hapa sasa hivi naenda kwa shoga yangu kule nipigia simu. Yaani najua atanitafuta. Akinitafuta. Ndio. Jioni hata ifiki. Yaani akinitafuta leo hata sasa hivi. Au sio bwana? Haifiki. Mimi nakuamini mwanangu. Yaani wananitafuta sasa hivi. Yaani nakwambia baba niko sehemu fulani hapa. Mimi ndio babako. Nisipokusaidia mimi, atakusaidia nani?
Sasa ungempigia kabisa Shepu ajiandae. Yule mimi sio kumpigia, namfuata. Na yule bwana alivyokuwa imani imemshiba na tajwidi aliyokuwa nayo. Kataa hili. Wewe cha msingi wewe nenda. Sawa. Muda wote. Hapo tu babangu ndo ninapokupendea. Basi mimi nielekea kwa shoga yangu akinitafuta tu. Au sio? Soja. Haya baba baadaye. Haya. Halo. Naam. Bwana, mimi natokea msikitini sasa hivi, naelekea zangu nyumbani. Naam. Bwana, tutafanyaje sasa? Tulishakabidhiwa msikiti. Naam. Aha. Vipi, kuna tatizo au jambo la kawaida tu? Basi sawa ndugu yangu, wewe na ushaanza. Wewe kama mayugwa. Basi haina shida ndugu yangu, mimi nitafika hapo ndugu yangu. Asante sana. Kwa ndo hivyo shoga yangu, kama nilivyokuelekeza. Maana pale ilikuwa sina hata jinsi. Fadhangu kama hivyo anaongea kuhusu mali zake, anataka mimi niolewe. Na wewe Chidi naye kazidi. Yaani nimekuwa sina hata jinsi tena, inabidi tu nifanye tu hivi. Rafiki yangu ndio umeamua kabisa uolewe na wewe Chidi. Sasa nitafanyaje? Kwa hiyo unaolewa kwa sababu unampenda au shinikizo la wazazi? Yaani vyote viwili. Kumpenda Chidi na shinikizo la wazazi, shoga yangu. Baba anaongea. Oh, shoga yangu. Wewe Chidi kakutolea mahali? Yaani kwa mfano hata ningemwambia atoe mali, yaani hata isingesaidia. Bora tu iwe hivyo. Shoga yangu. Mbona kuonea huruma? Yaani ukakaa na mwanaume bila mahali, uone kama atakupotezea muda. Kwa hiyo singekuwa na subira kwanza. Ili ajipange vizuri aweze kutimiza lile lengo ambalo kama unahitaji kuolewa kweli. Nifanye subira? Hivi unamjua Chidi, unamsikia? Hilo swala la ndoa sijaanza kuzungumza leo wala jana. Unanielewa shoga yangu? Kwa maana hata ningemwambia leo, hata ningemwambia kesho, asingetoa hiyo hela ya mali. Ndio maana mimi nikaamua potelea pote. Hiyo mali atakuja kutoa tukiwa huko. Mama, maharage anaungua. Nakuja mwanangu, nakuja. Shehe wangu bwana. Naam. Mimi kwanza nashukuru kwa ujio wako. Maana watu wazito kama nyinyi bwana. Hapa naweza kusema nimeangusha mbuyu. Sasa ndugu yangu, leta habari. Mimi bwana, kuna jambo ambalo linanitatiza. Ndio. Kila nikiwazua jawabu silipati. Naona hata ili jambo kwa nini aliko sawa. Huyu binti yangu huyu Mwasiti huyu mwanangu. Mimi bwana, kila nikikaa nafikiria hivi, huyu binti hajapata kweli mwenzake? Mwone? Mpaka juzi nikamwita, nimemweka kitako, nikamwambia mwanangu, mimi ndo babako na mimi ndo mzazi wako, usinifiche chochote. Ndio. Niambie wenzako wote hapa mtaani vigelegele, huyu katolewa barua, huyu sio kafanya kitchen party, lakini mwanangu mimi si mwezi wa Shabani wala wa Ramadhani wala wa Shobali. Kwa maana unataka mwanao olewe, si ndo manake? Aswa. Mwone? Sasa hapo. Umenitia hapa mimi ni mshenga au unanipa nafasi hivi kwanza? Ushenga hapo hakuna ushenga. Yeye huyo bwana huyo hataki kuboa binti yangu. Kwa hiyo anataka kudonya donyo. Mimi nimemweka chini binti yangu. Nikamuuliza uko tayari ya kuoe? Kasema sawa. Kwa njia yoyote na gharama yoyote sawa baba. Unaona bwana? Sawa. Nikamwambia basi mwanangu tuko pamoja. Mtu wangu wa karibu nani? Zomboko. Mbona? Naam. Hatari. Yule bwana mimi nataka nikampe ndoa ya mkeka. Kaka,
Mimi sikujibu kwa kuangalia usoni. Umeona? Mimi ninakujibu kuangalia hapa. Ndugu yangu, ile jambo linaenda vizuri, wala usio na wasiwasi. Shekhe umempata, ondoa shaka. Na Mwenyezi Mungu kasema wala takarabu zina inaukana faisati sasa bila. Akakofia dodo. Umeona bwana? Tusikurubie zina. Kweli. Sasa mimi sitaki mwanangu azae nje ya ndoa shekhe. Kweli kabisa unazungumza. Huu mpango kama sio leo jioni, muda wowote ukiona simu yangu shekhe, andaa kitezo, andaa ubane, mimi nakuja na mkeka mahala popote. Na siku yenyewe jua leo, siku gani jua? Leo Ijumaa, siku nzuri kabisa. Umeona? Maana hata madrasa pale siende leo. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa, mimi nasibuli simu yangu. Yaani hiyo ondoa shaka kaka. Mimi ukiona tu mkekele. Kumekuja. Na hii ndio itakuwa fundisho na dawa kwa vijana wasiotaka kuoa. Wewe bwana, kwani hujachezea Simba wewe ndugu yangu? Yaani kama ungechezea Simba wewe? Kama Mayele vile mwanangu. Bwana, mimi nimekuelewa. Mimi bwana, ile jambo lile la moto moto kweli. Kaka, siku zote wanasema mchuzi wa mbwa unanyweka wa moto. Kweli kabisa. Mimi ni razi. Marehemu akishakufa yake sanda na ubao kwenda kuzikwa kaka. Basi nimepita hilo. Nimepita ndugu yangu. Mimi nashukuru bwana. Haya, asante sana. Bwana, Simba yako yule linitisha. Hamna jambo kubwa sana. Maana yule mambo mengi. Siku nyingine wananitaka bwana, njoo ugali na bamia, siku nyingine pilau. Sasa leo hiyo dharau. Mchele upo? Sasa hapo kuna mchele? Hapo mchele utakuja baadaye kaka. Sasa kwani nakuja sasa hivi na wewe? Kwa nini simu zangu upokee? Simu iko ndani, mimi niko nje naosha vyombo. Yaani wewe umeshindwa kuchukua hiyo simu kutoka na wewe uko nje unapokuwa unafanya usafi. Iko chaji. Simu iko ndani, chaji, mimi niko nje naosha vyombo. Afu nikuja sasa hivi ndio mimi na baba kurudi. Sasa hivi hapa atatukuta. Sasa kwa nini unaacha simu ndani? Ukiwa nje unafanya usafi huwezi kwenda na simu. Yaani kama ungekuwa utaki hilo ungepokea simu. Basi baadaye mimi nitakuja. Nisikilize. Unajua mimi mpaka nakupigia simu. Hali yangu si nzuri. Baba, tumetoka kukutana juzi, leo tena. Usiniambie habari za juzi bwana. Juzi ni juzi, leo ni leo. Na mwenye binadamu nachoka. Unasemaje? Na mbona unanipangia? Hapana. Lakini tumetoka kukutana juzi tu, leo tena. Unataka nikajichue? Usiende. Sema kama unataka kujichua. Usiende, basi mimi namalizia kazi nakuja. Kama hutaki sema. Sasa mimi mwenzako naweza nikaondoka hapa ngaenda kununua sabuni ya magadi. Sema. Usifanye hivyo. Niambie, mimi si shida. Hapana bwana, mpenzi wangu usiende. Mimi namalizia tu usafi nakuja sasa hivi. Nipe dakika hizi nakuja. Wewe hujamaliza. Namalizia usafi, nipe dakika hizi mbili nakuja sasa hivi. Sasa wewe wako usipokee simu. Fanya haraka. Sawa. Ila usirudi nakuja nyumbani. Usimwambie babangu jinsi wewe unapokea simu. Haya, sawa. Sasa wewe wako tena usipokee simu. Napokea, namalizia tu nakuja sasa hivi. Bye. Na njoo. Zile umezivaa? Nimezivaa. Umepunguza mwenyewe kwa hiyo? Zimenitosha. Sawa. Baadaye.
Wewe mzee wewe. Sasa mbona unapigia simu muda wote upokei? Mama, nilikuwa masjidi. Si unajua tena leo Ijumaa. Na Shehe Zomboko naye basi kamwalika shehe mwenzie kutoka msikiti wa Maji Machafu kule. Alikuwa anatoa dawa mwanangu. Sasa simu niliweka mnaita nini? Nilitoa mlio, Silence. Hiyo uliosema. Ndio nilikuwa nimeweka. Hivyo hapa ndo ananikumbusha. Haya, safari ya wapi mwanangu? Yaani hapa ninapokuambia hapa nimekupigia simu hata upokei. Nikasema mtu si yuko wapi. Mguu. Naenda kule kwenye lile jambo. Kaingia. Na hapa kaondoka hata dakika 10 hazijapita. Alikuwepo hapa? Alikuja Songwe. Kwa hiyo ndio safari. Yaani hapa ndo ninaelekea huko. Sasa nakutumia message usichelewe hata kabla hajapiga chafya. Mimi sitaki bwana. Chafya atapiga wapi? Kama kupiga chafya kashapiga muda mrefu. Yaani leo ndo atakayejua leo kwamba mbivu mbichi. Mimi hapa unaponiona hata ndani huko tena sina ninachokifuata. Kwa Zomboko achukue ubane, achukue kitezo, mimi mkeka wangu hapa. Wewe hapo unachotakiwa hapa uniambie location mwanangu. Na kutumia message, yani information yote. Hapo sasa kizungu hicho mwanangu. Okay, Kiswahili bwana. Nitakutumia message utaiona. Nitakutumia message yani itakupa direction yote. Usichelewe mwanangu. Umeelewa? Yaani hakuna kuchelewa. Mchuzi wa mbwa siku zote mama unanyweka wa moto, na mboga ya mwidu ukitia bamia raha yake ule wa moto moto. Ruksa. Yaani usikae mbali na simu. Mimi tena. Au kuongoza yote mama. Baba. Halo. Uko wapi na mbona unachelewa mpaka pige chafe jamani? Bwana fanya haraka bwana. Mwasiti. Sasa hivi na wewe jamani, baba mimi unaniuzi. Haya. Sawa. Mwasiti. Mwasiti. Nabe. Mbona muda mwingi sana uko chooni, unafanya nini? Nakuja mpenzi wangu, nakuja. Nakuja. Wewe una moyo sana. Ukaa chooni muda wote huo. Au unaendesha? Hapana, tunakuja. Mwasiti. Unaendesha? Nakuja Mwaga maji mengi sana hapo kwenye sinki. Maana umekaa muda mwingi sana chooni. Tafadhali fanya hivyo. Jaribu kufanya hivyo, sawa? Nakuja. Nakutazalisha mwaga maji mengi. Nilikuwa nanawa. Sasa jamani sinawe. Umenawa vizuri? Ndio. Maji kwenye sinki pale umemwaga? Nimemwaga. Mengi? Kaka, ninakuja ndugu yangu, wala usikonde. Sawa? Mkeka nao na ubegani, hivi ninapokuambia ni hapa, ubani nimeokosa. Ili nataka nipitie dukani hapo nikachukue udi. Kwa hiyo wewe ondoa shaka. Sawa. Kukaa kote huko chooni jamani. Una shida gani? Sasa jamani sinawe. Umekula nini? Jamani, kwani mtu kunawa mpaka ale? Wewe naye wewe. Ngoja, njoo. Na unatunza
Maana hii cheni yenyewe nimenunua kwa hiyo bei kama bahati kwa sababu ya maandamano. Nini tena? Wewe nayo nywele zako ndefu sana. Sasa ndo vizuri. Ndio vizuri wapi? Mbona hizo nywele nyingine fupi? Sasa iskali. Iskali. Vua basi haraka haraka na wewe. Ndio navua. Si unajua mambo yenyewe taratibu. Nataka tuanze kuchukuzana kama kuku. Afu siku hizo unakuwa na majibu ya ajabu ajabu kweli. Hasa majibu ya ajabu kitu gani? Kama mtu siambie ukweli hapo. Na leo nisikilize. Leo hakuna kurudi nyumbani, tunalala. Nini? Unataka babangu mimi anipige? Leo tunalala bwana, nimeshakwambia. Kulala hiyo vipi? Kulala mpaka unioe. Kwa hiyo nataka mimi nikuoe ndio tulale. Mimi nakutania tu. Mimi nilikuwa nakutania tu mpenzi wangu bwana, mimi nilikuwa nakutania. Na utaniu. Nani? Nikuulize wewe, ushawaita mara yako? Masiti, unanikosea heshima, si ndio? Sasa ni nani anayegonga hapa mlango? Nani? Ni mimi hapa, mhudumu. Nimeleta sabuni. Baiti yako. Nakuja. Tulia. Vipi tena? Mbona hivi tena? Baba. Kwema? Mimi nimeshakaribia. Kwema bwana. Jamani, au mmekosea uso msikiti? Utaelewa tu bwana. Mimi unaniona, naitwa Mzungaika. Ndio babake mzazi na Mwasiti. Naam. Kijana mwenyewe. Mimi ngoja ndio shida zako. Wala sina shaka. Sasa leo baba, kilichonileta hapa, hili jambo jepesi kabisa. Nimekuja kukupa ndoa. Ili muishi kihalali na binti yangu Mwasiti. Au sio Sheikh? Umemsikiza kwa makini mzee akuzungumza. Yaani huyu yupo katika kukuokoa wewe. Kwenye gharama zote unazozijua wewe katika swala la ndoa. Ndoa yako kwanza upeleke barua. Ndoa yako upeleke mahali. Maana mzee kalizia, mtoto ndiye pia kalizia. Hata mimi Sheikh mkuu nimelizia hili swala. Jambo lako liende vizuri. Kwa hiyo sasa ondoa shaka. Hili jambo hili kwako wewe limekuwa jepesi. Umeona? Kama ukihitaji vigelegele, kama mkiwa kwenu huko mtafanya shughuli nyingine, lakini kwa hapa tulipitishe hili. Sawa, lakini samahani, ilikuwa kama inawezekana. Tungekaa kwanza tuzungumze ili tuweze kuona utaratibu tunamwekaje. Baba, hili jambo tukae tena na nini? Hili jambo jepesi. Katika ndoa baba, vitu hivi vitano tu. Hapatikani muuaji, muolewaji, shahidi wa muuaji, shahidi wa muolewaji na shehe. Bora jambo jepesi na hapa hivyo vitu vimekamilika. Sasa tena nataka tuzunguke wapi? Eti sawa. Kijana. Tushamaliza yote, tushazungumza sana shaishi. Mimi nimejiandaa ya kutosha kabisa. Elimu imejaa kutosha kabisa. Ninapokuambia uli wapo hamia, tushapata kibiti nacho nikaweka hapa. Tutaandike hapa, tufanye jambo letu. Wewe Mwasiti! Nakuja. Toka bwana, mimi ndio naenda bwana saizi bwana. Nakuja navaa. Changamka sasa. Wazee, mimi yaani kama tutapatikana nafasi, umeona, tukae tuzungumze hili swala kwanza, umeona, lakini sio kufanya hivi. Kweli yani kuna vitu vifanyika kama hivi hata ndugu zangu hawajui kweli jamani.
Hiyo haina shida mzee, haina shida. Kwani mimi nimekataa mzee? Kwamba mimi ndio mkuu wako. Kweli mimi natoka na binti yako, haina shida. Lakini jambo kwanza tulizungumze, msifanye hivyo mnapofanya nyie. Nisikilize kijana. Sogea huko. Hai, kaa. Si ndio Mwasiti mwenyewe? Mwasiti. Si ndio huyu mrembo Umesikia baba? Hili jambo jepesi. Wala halina kukulu wala ngumi wala nini. Kwanza nikuulize baba. Wewe na binti yangu mna muda gani? Muda tangu niko darasa la 4 nafikiri. Toka darasa la 4 baba. Ina maana kama ni mahindi umeanza kuyala bado machanga. Ni ahadi nilimwahidi ya vizuri mara leo. Sasa leo ndio inaenda kutimia. Unampenda? Ndio. Si ndio unampenda? Chaguo la moyo wako Sasa mbona anahema hivyo? Huyu kutetemeka baba mahaba. Yaani amekupenda kupita kiasi. Sheikh, mimi hapa naona sina la ziada. Uwanja wako. Sawa. Sasa samahani kama mkubwa. Kwa nini tusipate utaratibu? Unataka utaratibu tena ndugu yangu? Utaratibu sasa, ukitaka utaratibu utakuja kujaribia. Kwa sababu huyu sasa ana ndugu zake. Umeona kama ana ndugu zake sasa akaenda akiwaambia huko wako tatizo. Kiwasu bwana ndugu yangu. Kaa chini hapo. Kwa rahisi hapo. Imekuwa rahisi. Umeona mwanangu wewe? Kuliko mambo yanaanza kwa basi jiandae kwa suruali. Sasa nani anapiga kelele? Vigege va nini baba? Wewe vaa suruali tu baba. Wewe vaa tu suruali mwanangu. Cheki. Weka mkeka bwana. Fungo vipi bwana? Ile tunalimaliza. Huyu baba ameshalizia na mimi nimekubali binti yangu kuolewa na wewe. Wala usipate shida mwanangu. Sheikh, wale hapa kibla iko wapi? Kibla, wewe upajui. Wewe anakuhusu wewe. Wewe ndio sheikh. Wewe basi, wali kaa chini. Tulia wewe mtoto wa kiume. Minya. Zegaika. Hebu subiri basi kwanza ndio ipite hapa. Alafu tutafanya upuuzi wako baadaye, sawa? Huyu naye anajilegeza, tuendelee. Sio hivyo. Mkono wako na wako tofauti. Endelee. Hii ndoa jamani. Kama ni ndoa lazima kidogo tuwe na adabu. Sawa? Binti watu unamchukua huyo. Sio unaelewa? Hataki maneno, nataka ugogoe. Hataki swala hilo. Ukaishi naye kwa wema. Mzee, huu ndio mpo nakuozesha leo. Mtanifuatisha nitakachozungumza, sawa? Sawa. Wewe hapo si ndio? Sawa. Ngaika. Utamuta baba. Almasi. Mimi binti yangu kaniambia anaitwa Chidi. Amekuwa anaitwa Chidi. Chidi. Si Mwasiti. Sawa. Na Chidi. Sawa. Mtu bwana Chidi. Bwana Chidi. Nakuozesha binti yangu kwa mahali mliokubaliana. Wewe bwana tulia. Tena usinichafue. Sasa mimi sina zungumza kweli mahali bado. Usinichefue mpaka mnakuja hapa nyinyi mmekubaliana. Sio, umenielewa? Hili jambo ni laheri tuende nalo taratibu kwa heri. Ukubali usikubali wewe leo unamuoa Mwasiti. Tulia bwana shehe. Basi nishaelewa tu. Ameshaelewa. Unasikia bwana Chidi? Hebu naomba yaisha mama. Tumalize ile jambo, sawa? Mzee Gaika, ndio basi kwa mpole. Mimi nakusikiliza sawa. Aitike naam. Naam. Nimekubali kumuoa Mwasiti. Binti Gaika. Mimi nimekubali. Sema naam. Naam. Nimekubali kumuoa Mwasiti. Nimekubali kumuoa Mwasiti. Binti Gaika. Binti Gaika. Binti Gaika. Kwa mahali mliokubaliana. Hatukubaliana lakini wewe bwana usinichefue. Hiyo mahali utaenda kumtafutia huko nyumbani kwenu, mpumbavu mkubwa. Gaika.
Huyu anataka kunipandisha dudu wangu. Achana mimi. Mimi nitakuja naye sawa. Wala haina shida. Ngoja kwanza nifanyie baraka kwanza. Sawa, ndo baraka ndo hii na ndio maana nimekuita. Sasa sitaki kunichefua wadudu wangu waliolala. Tukubaliane basi. Basi sawa. Chidi, umekubali kumuoa Mwasiti Ngaeka? Itikia naam. Naam. Nimekubali kumuoa Mwasiti Ngaeka. Ngaeka. Kwa mahali mliokubaliana. Niseme tu, si ndio? Sema hivyo. Nataka kama tukubaliana. Sema kwamba tumekubaliana. Sema hivyo. Kwa mahali tuliokubaliana tumekubaliana. Itikia ndio. Kutokana na wewe kusema ndio. Sio kutokana na shehe, mpaka mmekuja huko tumewakuta nyinyi mmekubaliana. Unajua shehe huyu anakumchefua. Si ndio tumekubaliana, kwani shida nini? Nimekuoza. Itikia naam. Naam. Binti yangu Mwasiti Mzee Ngaeka, kwa mahali mliokubaliana. Je, uko tayari? Itikia naam. Naam. Nimekubali. Na nimemuoa. Al-Fatiha. Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itikia dua huko. Si ndio tulikuwa nakitaka hiki? Sipige kiwango. Anakosea. Linapotamkwa neno la Mwenyezi Mungu lazima tututii. Tutagombana shehe. Mwambie bwana sipige kiwango. Jamani, hata alhamdulillah jamaliza tutaweza kugombana hapa wanawake. Sana nitisha. Anachokisema huyu yuko sawa kwa sababu huyu kashakuwa mke wake. Pelekee kwenye tabia kijirudia tena. Haya, wakati wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu shoga yangu, mimi ndo naishi hapa kama unavyopaona shoga yangu. Asante shoga yangu. Shoga yangu. Na maisha mazuri. Huo ndo unafiki niko usitaki mimi. Pana uzuri gani hapa? Shoga yangu, at least umejitahidi kabisa. Vitu kama hivyo kabisa umejitahidi alafu unasema unafiki. Sasa unafiki wangu mimi uko wapi? Yes, ndio mliko mnaongea unaolewa bila mali, sijui ndo ya mkeka. Haya. Kilichomfanya mpaka sasa unaweza kuongea ongea pazuri, pana uzuri gani hapa? Sitaki unafiki. Mimi shoga yangu, mimi nilikuwa nakwambia mabaya mimi shoga yangu. Mimi nilikuwa naomba jambo la heri kabisa uolewe. Yaani iongea lako hiyo unayonifanyia iwe na maanisha. Kwanza sitaki hata kuongea sana. Mimi hata sijapika. Hapa tupike tule, alafu mume wangu mimi ikifika saa 12 yuko nyumbani. Na wewe ikifika saa 10 naomba utoe miguu yako uondoke kwenu. Si unanielewa? Maana sitaki masala kwa mume wangu. Maana ninavyompenda mpaka nimeamua kufungisha ile ndoa. Kwa hiyo alifukuza shoga yangu. Sio nakufukuza, nakwambia kweli, nimetoka naye toka darasa la 4. Leo hii yani leo ndoa yenyewe nimefanya kwambia dafu uniache masiala. Kama mwenzangu. Haya bwana, ongea shoga yangu, na sisi wengine tuombe Mungu tu tupate na siku kuolewa. Ndio hivyo na yeye umwangalie shemeji. Mbona nikoleze mtu basi tupige tu.